No, usifanye hivyo Mati. Please. Kuja, I'm coming. You know that I love you, right? Yes. No. Yes, I love you, Mati. No, Mati. Please don't do this. I love you. Please. Hey. Mati. Wife, unamshaji mtu kama hivyo? Mwenye hivi mbona unanifanyia hivi? Usininyanyase basi. Nini? Nimeamka muda mrefu tu hapo. Na kusikiliza, sijui ni unaota, sijui unanifanyia makusudi. Unamtaja wewe, sijui mwanamke wako, sijui ni Mati. Hivi ni kweli Manyanya? Yaani ulali na mimi hapa uanze kumkumbuka wewe mwanamke wako? Ina maana kwamba ndo unamfikiria sana. I'm sorry, wife. Ambayo yanatokea sasa hivi mimi siyafanye kwa makusudi. Ni kumbukumbu tu ambazo zimejaa katika akili yangu. Zinarudisha yale matukio ambayo nimeshayafanya. Ndio maana zinaniathiri hata sasa hivi nikiwa usingizini. Na hii sio dhamira ya makusudi. It's just a memory. It's only memory. Sababu kitaalamu inafahamika kwamba subconscious mind huwa na review baadhi ya matukio ambayo yameshafanyika na kumwathiri mtu. Kwa sifanyi makusudi mama. Naelewa jinsi ambavyo unajisikia. Naelewa ambao unayapitia. Lakini naomba nisamehe. Na nakuahidi sito yafanya haya mbele yako kwa makusudi. Na nitajitahidi kuziondoa kumbukumbu zote. Japo it's not easy. Kwa naomba usinifikirie vibaya. Sawa? I'm sorry. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele jibu nikipata. Nipe hiyo tamu tamu, nikupende wewe tu. Tamu tamu. Hey, brother, samahani kidogo, samahani. Nani? Amani?
Naam. Ndio wewe. Haina fadhali ndugu yangu. Nakumbuka ulikuwa unakuja nyumbani, unanunua uji, unaenjoy na jilamba. Ndugu yangu, mimi nafurahi kwanza kukuona kwa sababu najua kuna jambo langu utanisaidia. Mimi bwana Amani, mimi sikufichi. Mimi mpaka dakika hii kusema kweli, yule aliyokuwa anakuuzia uji sasa hivi hayupo nyumbani. Namtafuta na muda mrefu sana. Sijui utakuwa umemuona Sindi wangu. Hapana. Aisee. Kwa hiyo unataka kuniambia mke wako hayuko nyumbani? Yaani Sindi huwezi amini, ana kama wiki moja hayupo nyumbani. Nimejaribu kutafuta simu nikapiga kwa ndugu zao kwao huko, wameniambia hayupo huko mjini. Marafiki kila ninapopita mimi namtafuta Sindi hayupo. Hapana. Lakini pole sana kwa kufika ndugu yangu. Ila pamoja na hayo nataka nikupe moyo. Unajua sisi watumishi wa Mungu tunaamini katika kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Hivyo wakati mwingine tunapewa maono makubwa sana tukiingia katika ulimwengu wa maombi. Kwa tunapata nguvu hizo kupitia hiyo Roho. Unajua ndugu yangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mungu alimuumba mwanadamu akamleta duniani ili aje atimize sheria na Torati. Wakati huo alileta na majaribu. Kwa hiyo wakati mwingine hilo pia inaweza kuwa ni jaribu lako tu. La hasha. Bado muda upo. Kwa nini usimwombe Mungu? Mimi naamini kabisa kupitia nguvu za Roho Mtakatifu kama utamwomba Mungu basi anaweza kukusaidia. Na wakati mwingine mbona maandiko yapo yanazungumza kabisa. Na ndio maana ukisoma maandiko matakatifu yanaeleza wazi. Soma Yohana 14 na mlango wa 14. Maandiko yanadhihirisha kabisa ukuu wa Mwenyezi Mungu ikiwa kama utamuita atakufanyia matendo makubwa. Kwa hiyo mimi nakuomba usikate tamaa. Kuwa na imani thabiti. Acha. Sikia. Mimi sitaki risala lako. Nakuuliza umenionea Sindi wangu? Hapana. Ina maana labda ajaje nyumbani kwako kukuletea uji, maana ana wateja wengi. Hawezi kuacha hivi kwa sababu ndo kazi anayoitegemea. Ajaje nyumbani hivi? Hapana. Alafu mimi nimeshaacha kutumia uji. Sasa hivi nipo katika mfungo mkubwa sana kumwomba Mwenyezi Mungu. Alafu kingine mimi nilikuwa nataka nikushauri ndugu yangu. Acha kutumia hizo pombe. Huyu ni ibilisi tu. Hivi pombe ina faida gani kwako? Mimi niko natarajia kwa umri uliokuwa nao ndio wakati sahihi kabisa kumtafuta Mungu wako. Walau kuhudhuria katika ibada na katika makanisa. Kwa sababu jana ni maji ya moto ndugu yangu. Lakini umekuwa ni mtu kujishughulisha na pombe tu. Pombe zitakusaidia nini wewe kwenye maisha yako? Cha zaidi zinakupeleka tu motoni ndugu yangu. Hazina faida yoyote. Lakini kama ungemkabidhi Mungu maisha yako, amini nakwambia, angekusaidia na kukupitisha katika sehemu sahihi sana. Na hizo pesa ambazo unatumia kununulia pombe, si bora ungemtolea Mungu sadaka? Wewe. Haya, asante. Ngoja mimi niwekee badani. Shangazi. Mati tulia, unaumwa Mati. Mimi siumwi shangazi. Maneno yako wapi? Mati tulia, unaumwa Mati. Shangazi, maneno kwa nini unanifanyia hivi lakini? Mimi siumwi shangazi, nataka niondoke. Nataka kuondoka. Dokta! Shangazi, maneno yako wapi? Maneno sio kunifanyia hivi jamani. Mati, relax. Uko hospitali, sawa? Mimi siumwi dokta. Relax Mati. Uko hospitali, sawa? Hii ndo dunia bwana. Sasa jamani, huyu kinachomsumbua sasa hivi ni stress tu.
mnachotakiwa kukifanya kwa sasa hivi ni kuwa naye karibu sana. Yaani mkiwa naye karibu anaweza kasahau yale yote ambayo yanamkuta na stress zote zikaondoka akakaa sawa. Lakini pia mlifanya vizuri sana kumleta jana usiku, maana mngechelewa kidogo tu tungeweza kuongea mengine. Na matumaini yangu kwamba kwa dawa ambazo tumempatia na sindano ambazo tumemchoma za kuua sumu atakaa sawa. Sawa. Kwa kikubwa ni kuwa naye karibu sana. Nafikiri atakaa sawa. Kwa hiyo nafikiri kule tunaweza tukamruhusu mkaudi naye nyumbani. Sawa? Sawa. Okay. Mati, pole. Poleni sana kwa changamoto. Asante. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo kurudio muna... Yaani mpaka inafikia hatua na kuja hapa basi nimechoka. Sije kufikiria hata siku moja kama ningetoka nyumbani kwangu kuja kuelezea habari za mume wangu tena kwa majirani. Kiukweli dada, nimechoka. Nahitaji msaada kwenu, kwa sababu naona nyie ndoa yenu iko vizuri, ina amani na furaha, na mna muda mrefu kwenye ndoa yenu. Mimi nina miaka 2 tu, lakini hamu sina kwa ndoa yapitia. Dada, naombeni mnisaidie japo hata kwa ushauri. Can you tell me about your experience? Experience? Tia aibu wewe. Hauwezi kwenda kupata kazi kama haujui Kiingereza. Lakini bado hujachelewa. Listen. Teacher Zungu app ni application ya kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa kutumia njia rahisi kabisa ya lugha ya Kiswahili. Imekuwa ikiwasaidia watu wengi sana ambao walikuwa hawajui kabisa kama wewe, lakini saizi ni mafundi. Hata ukiangalia kwenye application iko link ambayo inaonyesha mashuhuda wa watu ambao sasa hivi wako vizuri. Na sio mashuhuda tu, ina wafuasi wasiopungua 300 wanaoiamini na kuikubali kwa sababu pia iliwasaidia. Na kitu kingine usichokijua kuhusu Teacher Zungu app. Teacher Zungu app ndio application ya kwanza ya elimu inayoongoza Tanzania nzima. Na hata mimi manyanya, am I sound intelligent? Ni kwa sababu ya Teacher Zungu app. Kwanza pole sana shemeji yangu. Halafu labda mimi nikutoe tu wasiwasi. Unajua hivyo vitu vinatokea kwenye ndoa nyingi sana. Lakini usikukatishe tamaa. Muda mwingine inatakiwa muishi kama tunavyoishi mimi na mke wangu. Ndoa ina amani, na tunapendana kwa ukweli. Rafiki yangu anakosea sana. Unajua hata kama alikuwa na mwanamke wake nje huko, lakini hakutakiwa kukuonesha. Ilitakiwa afanye mambo yake huko, amalize huko, baadaye anarudi kwako. Lakini mpaka anakuonesha, inamaanisha nini sasa? Shemeji, unajua mapenzi ni kama matone ya mvua. Iwe yanatoka manyunyu, matone makubwa makubwa, lakini itakiwi kabisa ikukatishe tamaa usifanye mambo yako. Vumilia shemeji yangu. Mimi nitajaribu kuongea naye. Mimi nimekusikiliza vizuri sana jirani yangu. Ila mimi ninachotaka tu kushauri ni kwamba kazana sana kumuomba Mungu. Kwa sababu hamna eneo ambalo shetani analipiga vita kama la kwenye ndoa. Alafu unajua ndoa yenu bado ni changa sana. Yaani ndo kwanza ina miaka 2. Kwa hiyo bado una nafasi nzuri sana ya kuitengeneza. Ninachokushauri tu, jaribu kutulia, kuwa jasiri ili usije ukajichanganya zaidi. Sawa rafiki yangu? Kitu kingine shemeji, itabidi unipe namba yako ya simu
ili nitakapoongea na huyu bwana nikupe mrejesho. Ngoja. Usijali. Si unajua namba yako ya simu ninayo, kwa hiyo nitamwandikia. Sawa? Basi dada, mimi naomba niwaage. Niwatakie jioni njema. Ila shemeji, nakutegemea sana. Usijali jirani yangu. Haya, siku njema jamani. Hivi wewe, hicho kimbelembele cha nini sasa? Sasa unachukua simu yangu ya nini wakati nimetaka namba kwa yule? Kwani shida yako ni nini? Shida yangu namba. Haujaelewa? Kwa hiyo unataka ulale hadi na mke wa jirani yako, si ndio? Umalaya tu mpuuzi wewe. Wewe. Sasa simu yangu unaenda nayo wapi? Naenda kuibonda. Unaenda kuibonda wapi wewe? Wewe sema tu umemisi bakola. Na mimi hizo ndo shughuli zangu. Nakuja mama. Na mabaya ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu. Sweetheart, hapo ungeweza kwanza kuweka carrot afu ndio kuweka hiyo hoho. Tumeshakubaliana. You will be my boss today. I will be your chef. Kuniache ni kutengenezea sotojo la haja leo. Kila mtu ana mbinu yake. Wewe umeanza vya kulia, mimi naanza vya kushoto. Sawa chief. Sasa moto si unatosha hapo jamani. Naongeza moto wa nini tena? Unajua hiki chakula mara ya mwisho nilikuwa nakipika tangu nikiwa niko chuo. Kipindi kile nilikuwa naishi bachelor mwenyewe. Na nilikuwa sikipiki kila siku. Wanapika nilipokuwa nina vibe. Mathalan leo automatically tu nimeamka na vibe. Ndio maana nikasema ngoja nimuweke wife bench, niingie mtamboni, nitengeneze mashine. Na hiki chakula jinsi kilivyo sio chakula cha kawaida. Kitaalam nilikuwa nakiita pishi msisimo. Ayo sweetheart tu ni mwongo. Yeah, ili ni pishi msisimo. Yaani kuna aina ya ingredients ambazo nitazichanganya ndani yake. Ukishakula hiko chakula automatically kinaenda kuactivate nerves pamoja na muscles. System za damu zile zote zinasisimka. Mwisho wa siku sasa ukishamaliza kula ukishiba, mwili unakuwa natengeneza kama msisimko fulani hivi. Msisimko. Alafu sasa ukishaingia ndani kule chumbani. Guess what? What babe? Ni kukesha mpaka asubuhi. Vinaungua. Hey! Sasa mimi napika. Chumvi.
Mbona kama ni tamu hivi? Na hapo bado hakijaiva. Sifa sasa. Now, panda mgongoni, tuanze tusete chakula kiive. Ha, babe. Si tule kwanza ili tukiingia chumbani hatutoki. Sasa mnakula hapa, sio ukisubiri ndani kule kikiiva and then tunakula. No, sweetheart. Hatutakisikia kikiwa hata kitongo hicho. Kwa ina maana wewe sasa tayari hamu yako yote utakuimalizia huko. Okay. Kiss baby. Thank you. You know that I love you, right? Nakupenda pia, sweetheart. Mimi nimetekwa nimetekwa na mapenzi, nimetekwa. Haya, shangazi, lamba hapo. Si hujui kucheza? Mimi nimechoka kila saa kulamba lamba. Haya, ngapi sasa? 2. Mimi hata sijui nicheze karata gani. Haya, Mati cheza. Mati, cheza zamu yako. Mati. We Mati. Mati. Hebu mfuate. We Mati. Mati. Shangazi. Amefunga. Mati. Mati. Can you tell me about your experience? Experience? Tia aibu. Hauwezi kwenda kupata kazi kama haujui Kiingereza. Lakini bado hujachelewa. Listen. Teacher Zungu app ni application ya kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa kutumia njia rahisi kabisa ya lugha ya Kiswahili. Imekuwa ikiwasaidia watu wengi sana ambao walikuwa hawajui kabisa kama wewe, lakini saizi ni mafundi. Hata ukiangalia kwenye application iko link ambayo inaonyesha mashuhuda wa watu ambao sasa hivi wako vizuri. Na sio mashuhuda tu, ina wafuasi wasiopungua 300 wanaoiamini na kuikubali kwa sababu pia iliwasaidia. Na kitu kingine usichokijua kuhusu Teacher Zungu app. Teacher Zungu app ndio application ya kwanza ya elimu inayoongoza Tanzania nzima. Na hata mimi manyanya. Am I sound intelligent? Ni kwa sababu ya Teacher Zungu app. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati.
dunia. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia.